Ama katika kipengele cha 3 katika mada yetu hii ya kuanza upya ni kuja kutizama katika marafiki. Marafiki ni watu muhimu sana katika maisha yetu, lakini marafiki ndiyo watakaoangalia au watakaotafakari kwamba wewe utaingia katika kikundi gani cha maumivu au furaha. Je, rafiki ulionao wanakuchukuliaje? Marafiki ulionao ni wale ambao wako tayari kuambatana na wewe, wako tayari kukusogeza karibu na fursa. Tulisema katika vipindi vyetu vilivyopita, rafiki yako wewe ni chanda ama ni sanda? Anakufaa au unamfaa? Lazima mufaane, wewe na rafiki yako mufaane. Kuna watu wengi sana wana madhila ya nafsi. Kwa nini? Waliingia katika umoja ama partnership za marafiki, wakafanya biashara, mwishowe wakadhulumiwa, na kutokana na hayo wanajuta, wameingia maradhi. Ninaye rafiki yangu kipenzi aliingia maradhi kwa sababu ya mikataba na partnership za kibiashara. Nilimhurumia, mpaka sasa huwa namwombea dua Mwenyezi Mungu amfanyie sahali ya maradhi alionayo. Kuwa makini sana, unaingia na nani katika mazungumzo gani? Watu wengine Mwenyezi Mungu amewapa mitihani kiasi kwamba hawawezi kuvibrate katika frequency kubwa, yani kwamba ukimkabidhi mamlaka na fedha anaonekana, yani vile vitu vinamtoanisha. Lazima katika kuanza upya utizame marafiki wa kuenda nao, marafiki wa kuambatana nao, marafiki ambao utafika nao, ambao watakusogeza, ambao marafiki watakuweka sawa. Uhakikishe kwamba marafiki zako wote ni chanda. Na katika nyakati zote tumehusiwa tuwapende wenzetu kama ambavyo Mungu yeye alitupenda. Na kwa nini tunaambiwa tuwapende? Tunaambiwa tuwapende kwa sababu ipo siku marafiki watatukosea. Ipo siku marafiki watakwenda kinyume na sisi tunapotaka. Lakini ikiwa tawapenda, tutayaangalia, tuyaache yale makosa, tuchukue mema tu. Na tutahakikisha katika kuyaacha haya makosa yao, tukiyachukua haya mema, tutawapenda zaidi kwa wao kutukosea. Kwa sababu kukosa maana yake ni kuwa comfortable. Ili mtu akose anatakiwa awe relax, aamini kwamba katika space hii, katika mazingira haya, mimi nina namna ya kukosa na ambayo sitaadhibiwa. Kwamba hapa kwa mke wangu naweza nikamkosea na yeye wala hatoniadhibu. Kwa sababu gani? Nimefika katika kiwango cha juu zaidi cha kuwa comfortable. Mke wangu ameniweka katika kiwango cha juu zaidi cha kuwa comfortable kiasi kwamba naweza nikafanya jambo langu la kunitia fedheha mbele yake na nikaamini kwamba hatonifedhesha, na nikaamini kwamba hatonicheka. Ndio urafiki unavyotakiwa kuwa, na ndio inavyotakiwa tuishi sisi na marafiki zetu. Na kwa vyovyote vile iwavyo, tuhakikishe kwamba marafiki zetu tunawapenda na tuwe tayari kujiweka chini kwa sababu yao, na tuhakikishe marafiki zetu wote ni chanda kwetu na sisi ni chanda kwao. Tusiwadhulumu wala wao wasitudhulumu, na wao watusamehe na sisi tuwasamehe. Na katika hafla hii, kama unaamka kwa hizi nyakati zilizobakia katika hili 10 la mwisho, kama unaamka, muamshe na rafiki yako, mwambie amka, nataka sana kukaa na wewe peponi, sitaki ubaki chini, sitaki daraja yangu iwe ya juu kuliko ya kwako, kwa sababu mimi nataka uwe rafiki yangu hata baada ya maisha haya ya duniani. Na nataka pia watoto wangu wakufahamu wewe kama anti yao, wakufahamu wewe kama anko yao, wafahamu kwamba sisi ni watoto wa Lela, lakini sisi tukisoma dua ya kumrahamu mama yetu, tutamrehamu na rafiki yake. Hivi ndio ambavyo watoto wako wanatakiwa kukaa. Hivi ndio ambavyo wanatakiwa kuishi na rafiki zako, kwamba hata watoto wako wafahamu kwamba nafsi ya mama yetu baada ya sisi ni mwenzie, baada ya sisi ni rafiki yake, na yeye mama yetu ni mwaminifu kwa rafiki zake, na yeye baba yetu ni mwaminifu kwa rafiki zake. Kwa hata watoto wetu nao watakuwa waaminifu kwa rafiki zao. Kwa sababu gani? Tumewafunza uaminifu kutokana na sisi tabia zetu. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie katika hafla hii tuhimizane na rafiki zetu, na baada ya hafla hii tutakapotoka, tukienda nyumbani, tukirudi baada ya hafla,
tuendelee na utaratibu huu wa kutakiana mema kati yetu sisi na rafiki zetu. Wabillahi taufiki.